Mimi na kero kama mbili. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi kero yangu ya kwanza ni kuhusu masuala ya TFS. TFS ni nje na shamba au ni jipya? Ni ndani kule TFS. Ndani ya TFS. Yaani ni kwamba ni swala moja nasemaga kama kufa kufaana. Kwa maana moja, Mheshimiwa mbunge maswali haya yanakwenda yanajirudia kila siku. Mheshimiwa mbunge tulipomuuliza kuhusu maswali TFS, akasema nendeni mkafanye kazi. Kwani mnapigwa? Hapana, tupigwe. Watu wakaendelea kufanya kazi. Lakini tunasikia maneno madogo kwamba sehemu ya Kapemba sijui imeruhusiwa, sijui sehemu wapi imeruhusiwa. Sisi kama wananchi hatuna uhakika wa maneno yale. Lakini wewe ukiwa kama mama yetu mkuu wa wilaya, ndio ulishikilia serikali. Leo hii ameenda juzi mtu kule kusafisha shamba kapigwa. Sasa mimi huwa najiuliza, Mheshimiwa mbunge anasema nendeni mkalime, watu wa TFS wanapiga. Sasa ukweli uko wapi? Ndio maana swala hili nikaona hapana, kwa sababu anakuja Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndio mwenye serikali. Sisi wananchi wa Kanoge atutoe mashaka. Kama ni kweli tumeruhusiwa na kuna waraka upo kwamba tumeruhusiwa wote kule tukalime sahihi, na kama kweli hatujaruhusiwa kulima, atamke Mheshimiwa mkuu wa wilaya ili kwamba tusije tukaenda kule tukaendelea kuumizwa. Na sisi wangine tumeukuta mgogoro, sasa tunakuja tunabebeshwa kwamba diwani, mkuu wa wilaya, siji mbunge hamjasaidia. Lakini kwa uhalisia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kile kijiji kina miaka mingi tofauti na hiyo miaka 2000 na ngapi. Na wakati huo wakati wanagawa tulikuwa na bwana shamba ambaye pia alipanda cheo mpaka kufikia kwenye ngazi ya afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Nsimbo. Bwana Magile ndio aliyokuwa chini ya ofisi ya mkuu wa makazi, alikuwa amekabidhiwa kwa ajili ya kugawa maeneo ya mashamba kwa wakimbizi wa Katumba, eneo la Katumba B. Na alikuwa akifanya hiyo kazi ya kugawa chini ya ofisi ya mkuu wa makazi. Alikuwa kila anagawa na anapeleka mrejesho. Barabara ya 5 ya 6 ya ngapi anapeleka mrejesho. Kijiji anapeleka mrejesho. Paka shule zikawa zinaanzishwa wanapeleka mrejesho. 2007 hiyo wanayozungumza, baada ya mipaka wananchi walianza kutaaruki. Lakini ilipofika 2017 sakata likaanza la kuondolewa. Kwa ndo changamoto ilipoanzia. Kwa kimsingi chini ya ofisi ya mkuu wa makazi, kile kijiji kinatambulika, kiko ndani kama alivyozungumza, na hao wananchi hawa 99% wa kule zaidi ya 2000 wako hapa Kanoge, na ndio tumekuwa na mgogoro nao kila mkutano mashamba. Kila mkutano toka hata Mheshimiwa Ujaja. Mama Matinga alikuwepo hapa, mkutano kidogo tu. Mashamba. Na wamekuwa wakilima, tusidanganyane. Hao wananchi wako zaidi ya 800 naona kule. Wako wanalima. Si wao mnalima jamani? Ndio. Wanalima Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuseme ukweli. Na kama sakata itaonekana wasilime, basi operation hii au maelekezo yatoke leo ili kesho na kesho kutwa tusije tukaja tukaambiwa. Kwa sababu hata mazao yanayokuja hapa sokoni utaona yatoka na basikeli huko. Kwa hiyo hatuwezi kudanganya kwamba watu hawalimi. Watu wanalima kwa sababu hatuna ardhi. Ukienda huko unakutana na hifadhi ya manga. Hadi hapo kulipotokea migogoro mingine ambapo TFS walikuja kuanza kuweka mipaka mingine na mkoa unahusika. Na wakati huo alikuwepo mkuu wa mkoa nadhani General Mhuga. Yes. Kwa hiyo ile mipaka ikasogezwa nyuma. Huu mgogoro unadhani ulishasababisha mpaka kundi la mawaziri wasiopungua 12 walikuja kutembelea huko kwa ajili ya mgogoro. Na kile kijiji kikafungwa. Watu wakahamishwa, shule zile zikafungwa. Zile shule nadhani ndio zilibadilishwa baadaye kuwa ofisi za TFS. Kwa kumekuwa na mgogoro ambao kidogo sintofahamu, kwa sababu baada ya hapo kama msemaji wa TFS alivyosema kuna maelekezo mengine tulikuwa tunasubiri juu ya hilo eneo. Sababu bado tuliona kimsingi bado ni eneo la makazi, lakini likawa tayari na huo mgogoro ambao mkuu wa mkoa alikataa kwamba tusiende kule tena, makazi yasiendelee kwenda kule mbali. Kwa likabaki hapo kidogo katikati hapo ambapo inahitaji kidogo maamuzi ya wizara.